Basi mambo ni yente, mambo ni shende shendei, ikimaanisha kwamba tupo sisi kama tupo, lakini tulikuwepo kotokako ni amani. Basi kama mbinguni, lakini amanio iko mbinguni peke yake, nikimaanisha kwamba maeneo mengine amanio basi hakuna amani hiyo. Mashariki mwa Kongo hakuna amani hiyo. Basi mashariki mwa Ulaya, nikizungumza kati ya Ukraine na Urusi, kati ya Vladimir Zelensky na Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB huko Ulaya mashariki, hakuna amani hiyo. Basi mashariki ya kati, tangu tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026, kote huko mambo ni mpekeche, mambo ni mukide, nikimaanisha kwamba mambo ni ya moto na dawa ya moto. Basi siku zote basi huwa ni moto. Taarifa ni nyingi sana, lakini Marekani akiendelea kutamba. Wakati huo basi viongozi mbalimbali ama Irani wakiendelea kutembeza jalamba, nani ni bora zaidi anayetamba? Basi na yule ambaye anatembeza jalamba. Mpaka sasa kinachoonekana ni kwamba ndani ya Marekani kumekuwa na msukumo usio wa kawaida, kwa sababu vita hivi kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Waajemi wa kale, wabishi wa zamani, nazungumzia Irani, umesababisha ugumu wa maisha kote nchini Marekani, lakini pia barani Ulaya na ulimwengu kwa ujumla. Na hivyo kuna msukumo mkubwa ndani ya Marekani ya kutaka pengine serikali ya Donald Trump bwenyenye huyu basi iweze kutafuta namna yote ile ama kuharakisha basi operation inayoendelea ya Operation Epic Fury. Operation the Epic Fury ndio operation ambayo imepewa jina maalum kwa kile ambacho kinafanyika hapo mashariki ya kati. Sio burudani bali ni maangamizi, na itakumbukwa kwamba mpaka sasa Marekani akitumia pesa ndogo sana, kwa wastani kwa siku anatumia zaidi ya dola za Kimarekani milioni basi 800 mpaka milioni 900, na kama operation zikiwa ngumu zaidi basi Marekani anatumia sio chini ya bilioni 1 mpaka bilioni 2 katika vita vyake dhidi ya serikali ya Irani. Itakumbukwa kwamba tangu vita vianze tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026, ikumbukwe ya kwamba tangu vita vianze mpaka sasa zaidi au kwa siku tu 6 mfululizo wa vita, Marekani alitumia sio chini ya bilioni 6 mpaka bilioni 10 kwa siku 6 peke yake. Maana vita hivi vina gharama kubwa sana kugharimu Marekani, na ikitokea kwamba vita hivi basi vikasimama ama vikaisha leo, basi vinakuwa ni hasara kubwa kwa upande wa Marekani pamoja na Israeli, kwa sababu Marekani anakuwa hakuna alichonufaika nacho ama hakuna alichokipata zaidi ya maumivu. Wakati huo ukumbuke tu kwamba serikali ya Marekani imeendelea kupoteza wanajeshi wake tangu vita vianze. Wanajeshi karibia 6 wamekwisha uwawa na wengine maelfu wamekwisha jeruhiwa, lakini pia vile vile utakumbuka kwamba ndege za Marekani zimeendelea kuanguka kwa sababu mbalimbali, zingine zikiwa zimeangushwa na makombora ya masafa marefu ya Irani, na zingine zikiwa zimeanguka. Hii ni kutokana na itilafu mbalimbali, hali ya hewa, ukosefu wa umeme, na pia zingine zimeanguka tu pasipo sababu za msingi hapo mashariki ya kati, ikiwemo ndani ya Iraki. Ndege moja imeanguka ambayo imeua karibia wanajeshi wasiopungua 4 wa Marekani. Ndege hiyo ni moja ndege kubwa sana ambayo inatumika kwa ajili ya kusambaza basi mafuta katika ndege zingine za kivita. Maana ni kwamba kambi zote za Marekani mashariki ya kati zimeshakwisha kupigwa na kuharibiwa vibaya. Maana ni kwamba inabidi Marekani tafuta sehemu nyingine ya kuweza kuzifanyia service ndege zake ili kuendelea na operation hii ngumu ya the Epic Fury dhidi ya Waajemi hapo, wabishi wa kale, nazungumzia basi Iran. Lakini pia vile vile Trump ameendelea kutamba ya kwamba
hakuna sehemu iliyobaki ndani ya Irani, kwamba maeneo karibia 6,000 yamekwisha lengwa vibaya mno, na Marekani pamoja na Israeli wameshambulia maeneo 6,000, wamelenga shabaha katika maeneo 6,000 basi ndani ya Iran. Lakini ifahamike kwamba taarifa hizi zimekuwa bado zinaleta sintofahamu na watoto mkubwa, kwa sababu Irani bado ina nguvu, Irani bado inajiamini, na Irani bado inaendelea basi kule kujibu mashambulizi. Na kama alivyosema Trump ya kwamba Marekani imeshinda vita, unajiuliza kwamba imeshindaje vita, au imeshinda na njaa? Itakumbukwa kwamba kama Marekani ingeshinda vita basi Irani isingekuwa na uwezo wa kujibu mapigo. Mpaka sasa hivi Irani ameenda kujibu mapigo na ameenda kushambulia washirika wa Marekani, ikiwemo Dubai, ikiwemo basi huko Omani, ikiwemo pia kambi za kijeshi za Ufaransa, kambi za kijeshi za Marekani, kambi za kijeshi za Uingereza, zote zilizokuwemo ndani ya Iraki zimepata pigo kubwa mno. Lakini pia serikali ya Iraki imeonya kwamba huenda kuna mpango mkakati unapangwa na wafuasi mbalimbali wa Irani, mpango wa kuteka raia wa Kimarekani. Manake raia wa Kimarekani popote walipo ndani ya Mashariki ya Kati basi wako hatiani ya kutekwa ama kukamatwa basi na RGC ama jeshi la ulinzi ama jeshi la mapinduzi basi la Irani kote Mashariki ya Kati. Nikimaanisha kwamba bado hali ni pete, bado hali ni mbaya, bado ni moto ni ule piga ni kupige shati pata kuchanika, mbio basi meno nje, mwendo wa ngili, speed 120 ndicho anachokifanya basi Mwajemi dhidi ya Marekani. Lakini wakati huo taarifa zile za CIA ama FBI na mashirika mbalimbali ya kijasusi, nikimaanisha International Spying Network, zimethibitisha ya kwamba basi anayeisaidia Irani katika kulenga shabaha maeneo mbalimbali si mwingine bali ni Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB huko Ulaya Mashariki. Urusi amekuwa akijihusisha na kuisaidia Irani katika mambo mengi sana tangu mwaka 2023 mpaka hivi tunavyozungumza, na hii ni kwa sababu Irani ameisaidia Urusi kwa miaka yote minne katika vita vyake dhidi ya Ukraine, vita ambavyo vilianza tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2022. Mambo ni mpekeche, mambo ni mukide. Tunasema Irani haboi wala hapoi. Kimtandao, kipropaganda, Trump ameenda kuzungumza kwamba watashinda vita, lakini ukisoma vitabu mbalimbali ikiwemo the Art of War, ukiwemo the 48 Laws of War na maeneo mengine, utakumbuka kwamba vita vya muda mrefu vina hasara kubwa, na Marekani lengo lake kubwa anataka apambane, afanye inavyowezekana ili kuweza kumaliza vita hivi mapema, kwa sababu vita hivi ni hasara kubwa kwa upande wa Marekani na washirika wake. Wakati huo mataifa ya Kiarabu hawajui wafanye nini, wajiunge na vita dhidi ya Irani ama wajiunge na vita dhidi ya Marekani. Ukijiunga na vita na Marekani dhidi ya Irani bado ni balaa tupu na tafuta, na ukijiunga na vita ukakaa kimya basi kuweza basi kumkataa Irani bado ni balaa tupu. Na pia vile wamekuwa wakisita kwa muda mrefu, mataifa ya Ghuba ya Uajemi ama Mashariki ya Kati wamekuwa wakisita kutangaza vita moja kwa moja dhidi ya Irani, kwa sababu ukitangaza vita dhidi ya Irani ni hatari zaidi, lakini japo ni salama wakati mwingine. Kwa hiyo utakumbuka lengo la Myahudi ama lengo la Israeli ni kuhakikisha kwamba Irani siweze kunyanyuka tena, na Israeli imeshambulia sana ndani ya Irani sana. Maghala ya silaha yameshambuliwa, viwanja vya ndege vimeshambuliwa, meli za Irani zimeshambuliwa, maeneo tofauti ya nishati, vituo vya mafuta vimeshambuliwa. Lengo la Israeli ni kwamba amezungumza Benjamin Netanyahu ambaye mwanzoni kabisa waidai ya kwamba Benjamin amekufa. Mnakumbuka vita ni propaganda. Taarifa ambazo zimesambaa kote duniani ni kwamba Benjamin Netanyahu amekufa, lakini itafahamika kwamba pia Netanyahu ni mtu ambaye yupo hai. Lakini mashambulizi ambayo yalifanyika hivi majuzi zimesema kwamba Mujtaba Ayatollah
Khamenei, kiongozi mpya wa taifa la Irani, basi alipata majeraha makali mno, manake alikosokoswa kuuawa na mashambulizi ya Israeli pamoja na Marekani. Lakini pia hata katika hotuba yake ambayo ametoa hapo jana tarehe 12, basi yeye mwenyewe hakuonekana kwenye runinga moja kwa moja, isipokuwa hotuba yake ilisomwa kwenye televisheni ya taifa ya Irani kwa ulimwengu mzima. Lakini ifahamike tu ya kwamba hali yake inasemekana kuwa sio nzuri sana, lakini nani anayejua hilo? Bado haijaweza kuthibitika moja kwa moja kwamba je, Mujtaba Khamenei yupo salama, ni kweli alijeruhiwa, ama ni taarifa tu za vyombo vya magharibi ambao viko vizuri katika swala zima la propaganda. Na pia vile vile itakumbuka ya kwamba Benjamin Netanyahu ama Netapaka amezungumza naye na vyombo vya habari akisema ya kwamba bado operation ni ngumu na bado anaendelea kuichachafya ama kuichabanga ama kuichalaza basi serikali ya Irani. Huenda kukawa na uharibifu mkubwa ndani ya Irani kuliko ndani ya Israeli. Baadhi ya wachambuzi, baadhi ya wachuuzi wa mambo wanasema kwamba unaweza kuwa na uharibifu mkubwa ndani ya Irani kuliko ndani ya Israeli, kwa sababu hata ndani ya Irani wamekufa watu wasiopungua 2500 na maelfu na maelfu wamejeruhiwa, na wengine malaki kwa malaki wakikimbia makazi yao. Na Marekani na Israeli wamesema kwamba wao wamekwisha lenga shabaha ya maeneo 6000 ndani ya Iran. Lakini wakati huo pia hotuba ya Donald Trump, rais huyu wa 47 nchini Marekani, amesema kwamba Iran ni taifa la kigaidi ambalo limesumbua dunia na kuua watu wasiokuwa na hatia kwa kipindi cha miaka 47, na yeye ni rais wa 47 wa Marekani. Hivyo moja jukumu lake ni kuhakikisha kwamba utawala huu uliopo wa Irani hauendelei kuwepo madarakani, kwa sababu ni utawala ambao ni hatari. Hii ni kulingana na maoni ya Donald Trump, na hakikisha kwamba Marekani lazima iweze kushinda vita. Lakini ikumbukwe kwamba vita ni gharama. Wakati huo kipindi ambapo nishati mafuta na mlango wa Hormuz umefungwa kwa mataifa yenye ushirika wa karibu na Israeli na Marekani, basi baadhi ya mataifa yamekuwa yakiruhusiwa kununua mafuta ndani ya Irani. Tazungumzia taifa kama la Uchina. China ndio nchi ambayo kwa mwezi tangu vita vianze imesafirisha karibia mapipa milioni 80 mpaka milioni 90 ambayo ni crude oil, mafuta machafu ambayo bado hajasafishwa. Hii inamaanisha kwamba bado imesha kwamba ni athari kubwa ambayo imetokea katika moja ya viwanda vikubwa vya Irani ambao ni maalum na mahususi kwa ajili ya usafishaji wa mafuta, kwa sababu Irani inaiuzia China mafuta ambayo ni crude oil, yani mafuta machafu ambayo hayajasafishwa bado. Na hii pengine kutokana na mashambulizi ya Miyaudi dhidi ya vituo mbalimbali vya Irani, mpaka imefika hatua Irani ameshindwa kusafisha mafuta kwa haraka na kuweza kumuuzia basi mshirika wake wa karibu China. Lakini pia vile vile kauli ambayo amezungumza rais wa China Xi Jinping, taifa kubwa lenye nguvu kiuchumi duniani, na ni moja ya taifa ambayo inaongoza kwa usambazaji wa bidhaa ulimwenguni kuliko taifa lingine lolote lile. Anazungumzia China. China wanasema kwamba wao wataendelea kuiunga mkono na kuisupport Irani, hawako tayari kuona kwamba Irani inaanguka. Wakati huo kumbuka, wakati nishati ya mafuta imekuwa ni adimu duniani kote, kumbuka Urusi basi ndio muda wake pekee wa kunufaika. Urusi ananufaika pakubwa na uuzaji wa mafuta duniani, kwa sababu mlango wa Hormuz umefungwa. Basi dunia nzima inategemea mafuta kutoka kwa Vladimir Putin, rais wa zamani wa KGB huko Ulaya Mashariki. Namzungumzia Putin mwenyewe ambaye atakuwa madarakani mpaka mwaka 2034. Huyu ndio kiboko ya manyang'au, ndio kiboko ya manyangu nyangu, ndio ameshutumiwa pia vikali. Na pia vile vile basi Marekani imeruhusu baadhi ya makampuni mbalimbali kote ulimwenguni kuweza kununua mafuta kwa Urusi ili kuweza kupunguza ugumu wa upatikanaji wa nishati hiyo muhimu ama maalum kwa uchumi wa dunia mpaka sasa.